Tambulishe. Ninaitwa Mwinjilisti Paulo Masunga ya Buyenze. Hilo ndio jina langu. Naam, kwa nini umeamua kufundisha somo hili ambalo kwa likisema zaidi ya kawaida siku hii ya leo katika kanisa hili la Baso? Nimeamua kufundisha somo hili kwa sababu kwanza leo aliniongoza kulitoa, kwa maana ya kwamba kulingana na mazingira pia Baso wana ujenzi wao wa ghorofa na ni kanisa tofauti. Kwa hapa Bariadi sijaona kanisa jingine ambalo limeanza mikakati hiyo mikubwa. Kwa hiyo zaidi ya kawaida nilikuwa natamani washiriki wa Baso wafanye mambo makubwa zaidi ya hayo. Kama ni kujenga ghorofa wajenge, lakini pia kama ni uinjilisti wafanye zaidi ya kawaida, kufikia maeneo ambayo haijafikiwa, kama ambavyo Yesu anakutana mwanamke Msamaria, kitu ambacho Wayahudi hawakufanya, hawakuchangamana nao, yeye akachangamana nao, alifanya zaidi ya kawaida. Naam, asante sana. Lakini kwa kiasi gani sasa unahisi washiriki watakuwa wameelewa somo hili la leo? Washiriki watakuwa wameelewa kwa sababu kwanza wengi walikuwa active, kwa maana ya kwamba wengi walikuwa wanasikiliza. Kulikuwa hakuna zile luti za watu kutoka nje, watu walikuwa wametulia, wachache walikuwa wanasinzia, yumkini mmoja au wawili, lakini wengi wameelewa, na ndio maana wengi wamefurahi na walikuwa wanasema amina nyingi, na naamini kabisa wao wananiambia wengi wameelewa. Naam, nini wito wako au ushauri wako kwa waumini wa kanisa hili? Kwa waumini wa kanisa la Baso, kwanza waendelee kufanya mambo makubwa yasiyo ya kawaida ya kimaendeleo, zaka iongezeke, na waendelee kuwa tuna maombi mengi, na waendelee kujifunza habari sana za Yesu, lakini wawatumie vijana. Unajua leo ni sabato ya vijana, wawatumie sana vijana, na wakiwatumia kazi itakwenda mbele. Kwa hiyo wito wangu kanisa la Baso liwatumie vijana, lifanye mambo makubwa, na kwa kweli Bwana atakuwa pamoja na nyinyi. Asante sana. Asante.